Once again tunaifungua dunia, tunakutana na mwamba hapa. Na alikuwa akielekea zake ofisini, ghafla akamwona kuna mtoto amekaa kwenye kochi. Akamwita huyu dada na akamwambia, nini ambacho unakifanya? Yaani kwenye kochi langu la thamani kubwa unaniwekea mtoto, si ndio? Samani boss, hivi nyinyi maskini mna akili timamu kweli? Mtoe chap. Basi bidada alichokifanya akawa anamtoa mtoto wake pale, kwa sababu inavyoonekana ni kwamba anachafua makochi ya mshikaji. Basi akawa anamtoa pale taratibu, na mwamba kaendelea na mitikasi yake mingine. Huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Regan, na huyu ni rafiki yake mkubwa ambaye anakwenda kwa jina la Freddy, na ni marafiki ambao pia wanafanya biashara pamoja. Na hapa alikuwa akipiga story 2-3. Ni marafiki wa muda mrefu kweli, kwani wamesoma pamoja na mpaka kazi sasa hivi wanafanya pamoja. Yaani kiujumla ni kwamba hata biashara wanafanya kwenye kampuni moja. Na hapa walipo ni kwamba walikuwa wakizungumzia kuhusiana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Regan, kwani muda si mrefu anaenda kuchumbia. Basi rafiki yake akawa anampongeza kweli, kwa sababu kitu ambacho amekifanya ni jambo la busara, kwani mshikaji anahitaji kuweza kuoa, kwani umri umesha kwenda. Ni marafiki ambao wanapendana balabala, yani wanapendana kinoma. Na huko upande wa pili tunamwona mtoto wa kike ndo alikuwa amemaliza kazi nyumbani kwa mshikaji, akawa anajiandaa kujichenga, lakini huwezi kuamini ni kwamba muda si mrefu mshikaji akawa ametimba. Basi akamuita pale, njoo. Ndo naondoka, si ndio? Fanya kitu kimoja, funua ile kwenye begi lako niangalie umeweka nini, kwa sababu maskini nyinyi hamuaminiki. Yaani maskini mimi siwezi kumwamini hata mara moja. Funua ile begi nione umeweka nini, usije ukawa umeiba. Basi bidada akawa anafungua kwenye begi, ni kwamba hakuna kitu ambacho amekiiba kutoka kwenye nyumba ya mshikaji. Ni kwamba kamaliza kazi, anahitaji kuweza kujichenga. Okay, unaweza kwenda. Ni kwamba mshikaji hakuna mtu ambaye anamwamini kwenye maisha yake, mpaka mfanyakazi wake hamuamini hata kidogo. Naye bidada alirudi maskani kwake na akakutana na huyu mshikaji. Huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Thomas. Huyu bana ni shemeji yake, yani ni mdogo wa mume wake ambaye alishafariki na akamwachia huyu mtoto mdogo kabisa. Na huyu mtoto wa kike anakwenda kwa jina la Monica. Huyu mshikaji ndo amekuwa akimsaidia huyu bidada Monica kuweza kuhakikisha kwamba anamsaidia kuweza kumlea yule mtoto mdogo. Na yule mtoto mdogo anakwenda kwa jina la Kathy. Na hapo alikuwa akipiga story 2-3, na bidada alikuwa akimuelezea mshikaji namna ambavyo anapitia wakati mgumu sana kwenye nyumba ya mshikaji Regan, kwani mwamba amekuwa akimpitisha kwenye nyakati ngumu vibaya mno. Hajai kumwamini hata siku moja, na anamtesa na kumnyanyasa balabala. Wakati mwingine mtoto wa kike alikuja hapa na kumfuata mtoto wake ambaye anakwenda kwa jina la Kase, na alikuwa akihitaji kuweza kumpeleka chumbani, lakini simu iliita. Mshikaji alimpigia na kuweza kumwambia kwamba sasa hivi nakuhitaji nyumbani uje uendelee na kazi. Basi bidada alichokifanya ikabidi ambebe mtoto wake pale na kwenda kumlaza, alafu then alichokifanya ni kwenda kuelekea kazini. Na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Thomas ambaye ni shemeji yake ndo alimleta hapa. Na baada ya kuweza kufika, huwezi kuamini ni kwamba mshikaji alikuwa mkali kinoma. Kwa nini umechelewa? Yaani nimekwambia ndani ya masaa mawili mazima ulikuwa unafanya nini? Yaani jambo la kuchukua dakika 30 tu unaenda kuchukua masaa mawili. Mshikaji alikuwa mkali kinoma, na bidada alikuwa akisema kwamba nilikuwa namwandaa mtoto aweze kupumzika ili mradi ndo nije nimwache akiwa amelala, au sio? Kwa mwanao ndo thamani sana kuliko hii kazi. Kuwa makini, kwa sababu hii kazi yenyewe utaipoteza. Alafu mshikaji akawa anajichenga akiwa amekasirika kinoma. Bidada apendi namna ambavyo mshikaji anamcontrol, japokuwa ni bosi wake, lakini hapaswi kuweza kumfanyia hivi. Bidada akamfuata bosi wake na kumwambia kwamba nimemaliza kila kitu, nilikuwa naomba nirudi nyumbani. Urudi nyumbani? Yaani unataka kurudi nyumbani? Yes, kwa sababu mwanangu nimemwacha peke yake. Lolote linaweza likamkuta, kwa sababu nimemwacha na usimamizi wa shemeji yangu, na sina uhakika kwamba shemeji yangu atakuwa makini naye muda wote. So nilikuwa naomba nipate nafasi niweze kurudi nyumbani, niende nikamlinde mwanangu. Lakini mshikaji alikuwa akimwambia kwamba huwezi kuondoka. Yaani hapa huwezi kuondoka. Wakati bidada anaondoka akaona haiwezekani bwana. Tafadhali naomba nisaidie. Mwanangu kiukweli amebaki peke yake, alafu yule ni mtoto mdogo, hana uangalizi wa mtu yoyote. Nilikuwa naomba. Nilijua tunakuja kufanya kitu na kurudi, lakini naona inabidi nibaki kwa muda mrefu. So nilikuwa naomba uweze kunipa break niende nikamtazame mwanangu. Lakini unadhani mshikaji anaelewa? Sikia nikwambie kitu kimoja. Nyinyi maskini ndo mnaongoza sana kwa kupumzika. Yaani muda wote mkifanya kazi tu kidogo mnahitaji mkapumzike. Umeshafanya kazi kwa muda gani? Nimeshafanya kwa wiki moja mpaka sasa. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji hataki la kuelewa wala la kusikia. Hataki mtoto wa kike aende akapumzike, eti aende akamtazame mwanae. Na huku huwezi kuamini ni kwamba mtoto wake na bidada alikuwa kisi usingizi. So alichokifanya ikabidi ajichenge pale, nahisi usingizi. Akawa anapanda ngazi. Huwezi kuamini ni kwamba huyu mtoto wa kike lilimkuta jambo.
Na mshikaji wakati anazama ndina alibaki anashangazwa ni kwamba yule mtoto wa kike alianguka kwenye ngazi na alijibamiza vibaya kinoma noma, alafu ni mtoto mdogo. So mshikaji alimbeba na kumpeleka hospitali, yani kumwaisha haraka iwezekanavyo, na mapema iwezekanavyo alimpigia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Monica kuweza kumpa hiyo taarifa. Bidada alipigwa na butwa kinoma noma, na aliwahi mpaka hospitali. Vipi mwanangu, anaendeleaje? Mwanangu anaendeleaje? Kweli nimepaga hapa, nimechanganyikiwa. Yani bidada akachanganyikiwa kinoma noma, na muda si mrefu si daktari akatimba hapa. Vipi daktari, mwanangu anaendeleaje? Samani, kweli tumejaribu kadri ya uwezo wetu, lakini alikuwa tayari ameshaumia vibaya sana kwenye kichwa chake, kwa tumeshampoteza. Yani mwana kesha kufa. Bidada huwezi kuamini ni kwamba alilia kilio cha kufa mtu. Yani alilia kilio cha kusaga meno, kwa sababu ile ndo mtoto wake ambaye anampenda kinoma noma, na ndo mtoto wake ambaye alikuwa kama tumaini kwenye maisha yake, kwa sababu mume wake alimwachia yule tu. Yani mwanaume wake ambaye alikuwa akimpenda amekufa kitambo, na alimwacha na mtoto wake mdogo sana ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Kathe. Huku upande wa pili unapoambiwa hivi wewe unavolia mwenzako anafurahia, huko mshikaji ilikuwa ni sherehe, na leo ndo ilikuwa ile siku ya kuweza kumchumbia huyu mchumba wake, na huyu mchumba wake anakwenda kwa jina la Natasha. Mshikaji anampenda kinoma noma, bidada anachekelea tu, jamani, jamani, kiukweli nakupenda sana. Nakupenda pia maidia. Mshikaji akawa anaifungua champagne pale ili mradi waweze kuenjoy. Kama unavyojua ni kwamba siku leo ni siku kubwa kwa upande wake kinoma noma. Mshikaji kamwandalia bonge la surprise, cheki alivyoipamba meza, cheki chumba kinavyomelemeta, yani kaipamba nyumba kinoma noma kwa sababu ya mtoto wa kike. Basi akawa anamwagia pale glass ya wine taratibu waweze kucelebrate, na mshikaji wakawa wanapiga cheers pale. Ilikuwa ni furaha kubwa, na mtoto wa kike alikuwa happy kinoma noma kwa sababu hakutegemea kama mshikaji angeweza kumchumbia siku ya leo, na alikuwa ameandaa msosi wa kufa mtu, na akawa anamwambia kwamba kiukweli kila nikiwa karibu na wewe natamani kuwa karibu na wewe zaidi. Hata mimi kiukweli natamani hivyo kuwa karibu na wewe. Una hakika na unachokisema? Yes. Basi mshikaji huwezi kuamini kwamba alichokifanya, akasimama pale taratibu na akawa anamsogelea mtoto wa kike, alafu then akanyuka goti pale. Sikia nikwambie kitu mama, hiki ndo naona ndo kitu ambacho naweza nikakifanya kwa ajili yako peke yake. Vipi, uko tayari kuoana na mimi? Ni kwamba mtoto wa kike alikuwa yuko tayari kuoana na mshikaji, na mshikaji akamvika pete, na kuanzia sasa ni wachumba rasmi. Kinachosubiriwa ni ndoa tu. Bidada alifleka, nashukuru sana jamani kwa hiyo zawadi nzuri. Basi wakasimama pale mdosi wakawa nakumbatiana pale. Ilikuwa ni furaha kubwa sana vibaya mno kwa huyo mtoto wa kike ambaye ni mchumba wake na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Regan. Kalikuwa kakifurahia kinoma noma, ni happy la kufa mtu, lakini wao wanapofurahia ni kwamba kuna mwingine huko analia kwa sababu kamkosa mtoto wake wa pekee ambaye anakwenda kwa jina la Kathe. Bidada alikuwa ana hasira kinoma noma, na ali hapa atamlipizia mshikaji Regan kisasi kwa sababu yeye ndo chanzo cha mtoto wake kuweza kupoteza maisha. Yani mshikaji ndo sababu, na alikuja kumwambia kila kitu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Thomas kwamba yuko radhi kuweza kufanya chochote kwa ule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Regan kwa sababu yeye ndo chanzo cha yeye kumpoteza mtoto wake. Kwani alikuwa akimbana na kumtingatinga. Mshikaji hataki yeye aache kazi, anachokitaka ni kwamba afanye kazi, na hata siku moja mshikaji hajawahi kujali kuhusiana na mtoto wake. Huko mshikaji alipata safari ya kikazi kuweza kuelekea huko South Africa, na alikuwa akijiandaa taratibu akipanga nguo zake kwenye begi kwa sababu ilikuwa ni safari ya muhimu kinoma noma. Basi mshikaji akawa anajichenga pale, na ile anajichenga akakutana na bidada hapa. Bidada akasema ngoja nikusaidie niweze kupelekea kwenye gari. Kwa makini, hii nyumba yangu nzima ina kamera. Narudia kwa mara nyingine, nyumba yangu nzima ina kamera, usije ukafanya wizi wala jambo lolote. Alafu mshikaji akawa anajichenga. Yani mshikaji hakuna mtu ambaye anamwamini. Huwezi kuamini ni kwamba mwamba kwenye ile safari yake alipata ajali mbaya kinoma noma, na sasa yuko hospitali. Basi madaktari wakawa wanashangaa pale, vipi unajisikiaje? Ni kwamba mshikaji hapo alipo ameshalala hapo hospitali zaidi ya miezi miwili, ndo anakuja kushtuka siku ya leo. Kiukweli umeshalala hapa kwa zaidi ya miezi miwili. Yes, kwa miezi miwili. Tulia, vipi? Unaweza ukatuambia unakumbuka nini kuhusiana na maisha yako? Unaweza ukatuambia kuhusiana na ndugu zako tuweze kuwapigia, au watu wako wote wa karibu. Lakini huwezi kuamini ni kwamba mshikaji kila akivuta kumbukumbu, hakuna kumbukumbu inayokuja. Hata kukumbuka jina lake ni kwamba mshikaji halikumbuki. Zaidi akijaribu kuvuta kumbukumbu, kichwa kinamuuma kinoma noma. Ni kwamba mshikaji kesha poteza kumbukumbu. Yani kumbukumbu zimeenda, yani kumbukumbu zimejichenga. Basi madaktari wakawa wanatoka huko wanamsikitikia mshikaji. Ni kwamba mshikaji amepoteza
kumbu. So madaktari wakawa wanazungumza kwamba kitu cha kufanya inabidi tuende tuitengeneze simu yake tuweze kuwatafuta ndugu zake. Hiyo ndo option ambayo tumebakiwa nayo kwa sababu simu ya mshikaji ilikuwa imeharibika kinoma noma. Huko upande wa pili huwezi kuamini ni kwamba huyu bidada ambaye ni mchumbaki na mshikaji pamoja na huyu bidada wa kazi walikuwa wakiuliziana na kuweza kutafuta mshikaji yuko wapi. Na safari yake ilikuwa ni ya siku 5 tu, lakini cha kushangaza mshikaji kesha kaa zaidi ya miezi 2. So kila mtu alikuwa amepagawa na kuchanganyikiwa kwani mshikaji kuanzia hapo hajawahi kupatikana hata mara moja, hata kwenye simu yake hajawahi kupatikana. So amekuwa na mashaka balabala. Bidada alisi kama mchumbaki labda huenda ameenda kwa michepuko, lakini mwisho wa siku ameanza kuwa na mashaka kwamba huenda lolote limemkuta mchumbaki. Huko bidada ambaye anakwenda kwa jina la Monica ni kwamba madaktari walimpigia simu na wakamwambia kuhusiana na taarifa za mshikaji kuwa hospitali. So madaktari walifanikiwa kuweza kuitengeneza ile simu na wakaweza kumpigia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Monica na kuweza kumuelezea kila kitu ambacho kinaendelea kwamba mshikaji yuko hospitali na amepoteza kumbukumbu zote. Na bidada alikuwa akizungumza na mshikaji Thomas kwamba hii ndo nafasi yangu ya kuweza kulipiza kisasi. Anataka alipize kisasi kupitia hii chance ambayo Mungu ameweza kumpatia. Bidada alifika mpaka hospitali na akamuelezea daktari kwamba yeye ni mke wake na mshikaji. Yeye kama kudanganya kwamba yeye ni mke halali wa ndoa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Regan. Daktari alikuwa hana namna ya kuweza kubishabisha kwa sababu huyu ndo mtu pekee ambaye mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Regan aliweza kuwasiliana. Ni mtu wa mwisho kuwasiliana ni bidada Monica na ndio maana daktari aliweza kumtafuta kwenye simu. Basi bidada aliweza kufika mpaka ndani. Oh jamani mume wangu. Jamani umeumia kweli. Lakini mshikaji alikuwa akishangaa. Vipi? Unikumbuki mimi mkeo? Mshikaji hamna kitu ambacho anakikumbuka. Akumbuki kabisa kwamba ameoa. Kwamba mimi nilikuwa nimeoa kabisa. Yes, mimi ni mke wako. Yes, huyo ni mke wako kabisa na ni mke wako wa ndoa. Daktari naye aliweza kulithibitisha hilo kabisa kwamba huyo ni mke wake wa ndoa. Na bidada akamuonesha mshikaji pete kabisa ya ndoa kwamba wao wawili walioana. Mshikaji hamna kitu ambacho anakielewa, ni kama ndazi tu kwa sababu wanamchanganya kinoma noma. Na bidada kamleta mpaka maskani yao ambayo walikuwa wakiishi. Lakini mshikaji hapa sio nyumbani kwake, hapa ni nyumbani kwa bidada. Hapa ndo nyumbani kwetu. Mshikaji akabaki anashangaa, hiki ndo chumba chetu. Yaani haoni picha yoyote, haoni jambo lolote ambalo linaashiria kwamba hapa ni nyumbani kwake. Bidada alichokifanya aliizima simu ya mshikaji maana alimpatia hospitali then kaificha kwenye kabati pale, alafu then akawa ametoka. Mshikaji alikuwa na maswali mengi ya kumuuliza mtoto kike. Mbona sioni hata picha? Sikia nikwambie kitu kimoja. Mimi na wewe ni wapenzi ambao tulikuwa tumetengana. Hapa sio kwako. Wewe ulikuwa na kwako ila hapa ni kwangu. Baada ya mimi na wewe kuweza kutengana, mimi nikawa naishi hapa. So hakuna picha yote ambayo inatuhusu mimi na wewe. Picha zote zilikuwa kwako na nyumba yako ilikuwa imechomwa moto kwa sababu wewe ndio uliichoma moto kuweza kupoteza ushahidi kwa sababu wewe ni muuaji na unatafutwa na askari polisi. So humu ndani hutakiwi kutoka hata mara moja. Mshikaji akabaki anashangaa, mimi ni muuaji natafutwa na polisi. Bidada alichokifanya akawa anatandika pale. Mshikaji akawa anamuuliza tu maswali. Hivi kama mimi ni mume wako kwa nini unatandika hapo, nataka ulale hapa? Hapa sitandiki kwa sababu ya kulala mimi. Hapa unakuja kulala wewe. Alafu bidada akaenda kulala kitandani. Nenda kalale kule bana. Mshikaji akawa anamwambia, "Sasa kwa nini mimi niende nikalale pale?" Lakini bidada alikuwa mkali kinoma noma. Mambo akaona, sasa hivi vipi? Mkaje? Mbona kama mtoto wa kike amekuwa mbogo? Mke wangu kweli huyu? Sasa kama wewe ni mke wangu na hata kama tulitengana, kwa nini unifanyie yote haya? Mimi sipendi bana. Acha hichi ambacho unakifanya. Kawa namgusa bidada akasema, "Kuba babake, niache kama nilivyo." Mshikaji kana, nimekubali sawa, naenda kulala." Bidada akamnyang'anya mto, alafu then kajilalia zake pale. Mshikaji kaona, hii ni kali. Kama ndo mke wangu basi nimekwisha. Huko upande wa pili huwezi kuamini ni kwamba mshikaji wake ambaye anakwenda kwa jina la Freddy pamoja na mchumba wake walikuwa bado wanahangaika huko na huko kumtafuta mshikaji, na mpaka sasa hivi ni miezi 6 imepita. Mtoto kike kesha choka. Yaani kesha choka kwa sababu amemsubiri mshikaji vya kutosha. Huko bidada alianza kumfanyisha mshikaji mpaka kazi za ndani, yani masuala ya kudeki, kufua nguo, sijui kuosha vyombo, sijui kupika. Zote hizo ndo zilikuwa kazi za mshikaji. Bidada aliamua kulipiza kisasi kwa design kama hii. Hivi ni kwa nini unanifanyia hivi? Hivi mimi ni mwanaume au mimi ndo nimeolewa? Wewe ndo umeolewa kwa sababu unaishi kwangu. Alafu wewe nilijambazi, unatafuta, wewe ni muuaji. Kwa humu ndani uliusui kutoka. Alafu bidada akajichenga. Yaani ndo hivyo, ni kwamba mshikaji inabidi afue nguo. Bidada akatafuta ile kwa sababu mshikaji anatafutwa sana na askari polisi. Akikamatwa ni kufungwa moja kwa moja. Bidada alikuwa mkali kwa sababu mshikaji alikuwa afui nguo vizuri, yeye anafua kwa kugusagusa, anatachetachi, nguo hazitakati. So bidada alikuwa ni wa moto, sio poa. Na yote anayafanya kwa sababu ya kulipiza kisasi ya kile ambacho mshikaji alikuwa amemfanyia. Kwa hiyo ndo namna ambayo aliitumia yeye kuweza kulipiza
kisasa. Wakati mwingine mshikaji alikuwa akitafuta baadhi ya vitu ili mradi aweze kujua kwamba yeye ni nani na ni kwa nini mwanamke wake amekuwa akimfanyia hivi. Kwenye kutafuta humu huwezi kuamini kwamba akaikuta picha ya yule mtoto ambaye anakwenda kwa jina la Kathy. Hapa mshikaji ndo akabaki anashangaa, kumbe nina mtoto. Basi ikabidi amfuate bidada na kumuuliza hivi kumbe mimi na wewe tuna mtoto? Mimi nawe kumbe tuna mtoto alafu uniambie? Bidada akamwangalia mshikaji alafu then akajichenga pale. Hakutaka kuweza kuzungumza sana na mshikaji kwa sababu hili jambo hataki hata kabisa kuliongelea. Mshikaji akabaki anashangaa, wewe anafanya hivi? Mshikaji alikuwa akijiuliza maswali lakini anakosa majibu. Usiku ilibidi ndo amuulize mtoto wa kike kuhusiana na lile swala la mtoto. Hivi mimi nawe tuna mtoto, si ndio? Sikia nikwambie kitu kimoja, mimi nawe hatuna mtoto yoyote, na sitaki uzungumzie swala lolote linalohusiana na mtoto. Hatujai kuwa na mtoto, wala hatujawahi kubahatika, wala hatujawahi kujaribu, wala hakuna kitu chochote ambacho kiliwahi kutokea mimi na wewe kuhusiana na mtoto. Tuna mtoto na nimeona kabisa anaitwa Kathy. Acha kuita hilo jina, sitaki ulite hilo jina, naita Kathy. Lakini bidada alikuwa akimkataza, acha kuita hilo jina Kathy, acha bana. Bidada alikuwa akimpiga mpaka na mito, lakini mshikaji hakuna ambacho anakielewa. Ni mbaya, sitaki kusikia hilo jina kwenye masikio yangu. Bidada alikuwa akilia kinoma kwa sababu mshikaji anamzingua. Niache bana. Mwanangu. Bidada ndio ikabidi amwambie mshikaji kila kitu kuhusiana na mtoto wake. Ni kwamba mtoto wake alikufa miezi 6 iliyopita. Yaani amefariki miezi 6 iliyopita. So mshikaji alikuwa akimtia pole mtoto wake na alikuwa akimomba radhi kwa sababu yeye ndo kaweza kusababisha haya yote. Yeye ndo chanzo cha mtoto wake kumfanya sasa hivi analia. Niache, usinishike bana. Huko upande wa pili huwezi kuamini kwamba mchumba wake na mshikaji kapata mchumba mpya. Mimi sielewi bwana, naolewa. Unaolewa? Yaani umemokolewa? Yes, niache nifanye hivi kwa sababu nimeshamsubiri vya kutosha. Kwa sasa hivi niacheni tu niishi maisha yangu. Yaani bidada kaamua kuolewa na mwanamume mwingine kwa sababu kisha choka. Kamsubiri mshikaji zaidi ya miezi 6 lakini mshikaji hajatokea. So anajua tu kabisa kwamba mshikaji itakuwa kaoa mwanamke mwingine huko, na ndo maana hataki kupatikana, na ndo maana hata hajawahi kumtafuta. Angekuwa anampenda nani yeye miezi 6, si angemtafuta. So akaona kabisa kwamba mshikaji hampendi hata kidogo. So bidada kaamua kuolewa, yani kaamua kuvutwa jiko. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye ameimba hapa ni wapi hajatoa wimbo mpya. Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba The Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yetu hapo. So cha kufanya utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii katoa ngoma mpya hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Basi bana, wakati mwingine tunamwona mshikaji hapa alikuwa akihitaji kuweza kufanya mapisha, ni masuala ya masokole mbwinyo, lakini vitu vya kupika vilikuwa hamna. Basi mshikaji alichokifanya ikabidi atoke kwenda kununua. Na ukumbuke kwamba mshikaji kutoka ni makosa. Basi mshikaji alikuwa na mashaka kwa sababu anisi askari polisi wanafuata. Huwezi kuamini kwamba mshikaji wake Freddy alimfuma hapa. Vipi Legan? Mimi siitwi Legan, mimi naitwa Samweri. Mimi siitwi Legan. Legan, nini ambacho unakifanya? Yaani mshikaji wake alikuwa akimuita Mwamba, lakini Mwamba alikuwa akijikana kwa sababu huyu amkumbuki hata mara moja. Basi mshikaji alimkatana kujichenga pale. Mwanae alikuwa akimfuata nyuma ili mradi aweze kujua mshikaji anaelekea wapi. Alifuata nyuma ili mradi ajue mshikaji anaishi wapi. Basi akawa anamfuata Mwamba taratibu, anatembea pasina kujua kwamba kuna mtu anamfuata. Na mshikaji akashuhudia sehemu ambayo mshikaji nyumba ambayo alikuwa akiingia. Basi Mwamba katimba mpaka ndani. Wewe nini ambacho kimekufanya utoke? Alafu sikia nikwambie kitu kimoja. Kuna mtu ananiita Regan. Sijajua ni nani. Ananiita mimi Regan wakati mimi uliniambia naitwa Samuel. Yaani umetoka nje, si ndio? Oh my god, jamani wewe mwanaume ueleweki. Nilikwambia usitoke nje kwa sababu unatafutwa. Mwenye sielewi anaita Regan. Watu wengine bwana, nilikwambia unatafutwa na polisi. Bidada alikuwa mkali vibaya mno kwa sababu mshikaji amezingua, amevunja yale masharti ambayo alimpatia kwamba asiweze kutoka nje. Na muda si mrefu Mwamba katimba, wewe tena, umekuja tena. Niache, subiri kwanza tafadhali. Sawa, nimekubali. So wewe Regan, wewe ni Samuel. Nilikuwa naomba uweze kunisaidia kitu. Nina rafiki yangu anakwenda kwa jina la Regan. Ni rafiki yangu mzuri na ni rafiki yangu wa muda mrefu. Umeona ambavyo mnafanana? Mshikaji kuangalia ni kwamba wanafanana kinoma. Kwamba huyu ni rafiki yako?
Yes, ni rafiki yangu na amepotea miezi 6 iliyopita. Wewe ni polisi? Hapana, mimi sio polisi. Wewe ni polisi, shika simu, mkuje kunikamata, si ndio? Hapana, mimi sijaje kukukamata, alafu naweza nikakupeleka mpaka nyumbani kwa Regan ukapaone. Huyu kweli ni rafiki yangu na amepotea miezi 6 iliyopita. Mshikaji akabaki anashangaa kaona, mbona kama anakuja huyu, alafu mimi nimepoteza kumbukumbu miezi 6 iliyopita. Basi mwamba alimleta mshikaji mpaka nyumbani kwa Regan, ambako ni nyumbani kwa huyu mshikaji. Huenda mshikaji atakumbuka, lakini mshikaji kila akifikiria ni kichwa tu kinaishia kumuuma, na akamleta mpaka kwenye ofisi ambapo mshikaji huwa anafanyia kazi zake. Na hapa ndo ambapo mshikaji huwa anakaaga kwa muda mrefu. Kuangalia hivi huwezi kuamini kwamba mshikaji hii picha ndo ikarudisha kumbukumbu zake zote. Mshikaji kuzungusha hivi kiti, kumbukumbu ndo zinazidi kurudi. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji wake Freddy alimsaidia mwamba mpaka kumbukumbu zake zikarudi, na lakini hazikurudi zote kwa pamoja, zilikuwa zikirudi mdogo mdogo. Anakumbuka hiki kingine akikumbuki, na mshikaji alimfuatia mtoto kike mpaka nyumbani kwake. Niambie kweli, mimi ni nani? Na ni kwa nini ulinificha ukawa unaniita Samuel wakati mimi ni Regan? Bidada kana bishabisha. Sitaki, yani sitaki hata mara moja. Nataka uniambie ukweli wote. Ni kwa nini umefanya haya yote? Nimefanya kwa sababu uliniulia mtoto wangu. Yes, wewe ndo muuaji. Yani wewe ndo sababu ya kifo cha mwanangu, kwa sababu siku ambayo ulinibana mimi nyumbani kwako ndo siku ambayo mtoto wangu alikufa. So wewe ndo chanzo cha kifo cha mtoto wangu. Ndo maana nakuchukia, yani nakuchukia kwenye maisha yangu yote, na hiyo ndo sababu ya mimi kuweza kufanya hivyo. Wewe mtu gani? Umekuwa ni katili, umekuwa ni zaidi ya shetani. Afadhali hata shetani, naona hata huko shetani aliko anakushangaa, kwa sababu ni binadamu gani ambaye una roho chafu kama ya kwako? Bidada anazungumza huku anatoa machozi, na mshikaji akawa anasema mimi nilikuwa sijui chochote, na kwa kila kitu naomba unisamee. Mshikaji akawa anasibishana sana na mtoto wa kike amuombe msamaha, lakini bidada akasema never, siwezi kukusamea kamwe. Mshikaji akawa anamtuliza, naomba unisamee, yaliyopita si ndwele, mimi ni binadamu, naumbiwa kukosea, na sikujua kwamba makosa yangu yangeweza kuleta madhara makubwa kiasi hicho. Mshikaji alikuwa akimuomba msamaha mtoto wa kike, lakini mtoto wa kike analia tu kwa sababu haelewi amhukumu nani. Basi mshikaji akamkumbatia pale, nyamaza, alia mtoto mzuri. Na huwezi kuamini ni kwamba walikaa wakaanza kuzungumza vizuri, lugha zikaanza kuelewana kati ya mshikaji pamoja na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Monica. Na mshikaji alizidi kumuomba msamaha mtoto wa kike aweze kumsamehe kwa kila kitu ambacho alimfanyia. Na huwezi kuamini ni kwamba kwa mchumba wake na mshikaji alikuwa tayari keshaolewa, na mshikaji na anajua huyu ni mke wake. Huwezi kuamini kwamba mshikaji aliamua kupiga pasi ndefu moja kwa moja kwa mtoto wa kike, kaamua kumpatia mpira kwamba yeye ndo awe mwanamke wake. Huwezi kuamini ni kwamba Monica pamoja na Regan walikuja kuoana na wakazaa watoto mchele, na mtoto wao wa kwanza wakamuita Genius. Wanaijelea kwa kuiba majina ya watu. So poa. Kwa wale maono sholi pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Dropisha comment yako, naambia unaitwa nani, unatokea wapi, na maoni yako wewe ni yapi, na umejifunza nini kupitia movie, na usahau kuweza kusubscribe. Mimi ni yule Genius sauti ya Simba, na wengine napenda kuniita Genius 1 au Genius Swahili Movies. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo, na wasahau tumeweza kufika tamati. Bye bye. Nacha.